Karibu ndugu wangu msikizaji na dada yangu mahali ambapo ulipo. Ni mimi wako Medical Missionary Judith Nabwire, na kuletea kipindi cha afya kama kawaida. Leo hii nitaongea juu ya mdudu kuingia ndani ya masikio. Mpendwa msikizaji, tunaendelea na shida ya masikio. Tukaona ile gamu ambayo inakaa ndani ya masikio ama wax, jinsi inavyofanya hata mtu akuwe hakika mwenye hasikii, that is deaf. Na tena hiyo gamu ifanye masikio ianze kuuma. Lakini siku ya leo mpendwa, tunataka kuangalia mdudu anapoingia ndani ya masikio utafanya namna gani. Tunaona ya kuwa hakika ndugu mpendwa, watu wengi sana huwa sana wamelala ni wakati wa usiku. Anajikuta ya kuwa kitu kinapiga mabawa ndani ya masikio. Na unajua mdudu mdogo anapoingia ndani ya masikio utafikiria ni ndege. Hawa ndege ambao wanarukaruka ndio wameingia ama ameingia ndani ya sikio. Utasikia kana kwamba hakika mabawa yake ndio inapiga ndani ya sikio, na kumbe ni mdudu mdogo. Hao wadudu wananyemelea hasa kabisa wakati mtu amelala usingizi fofofo. Kwa hivyo utakuta ya kuwa huyu mdudu anapiga hakika sauti nyingine hapo ndani ya masikio. Utafanya aje kama hakika kitu ama dudu atakuwa ameingia ndani ya sikio? Tunaambiwa ya kuwa kama ni mchana, uelekeze ilo sikio ambalo limeingiwa na mdudu mahali ambapo jua iko. Mahali jua itakuwa. Kama ni asubuhi utaelekeza pale mahali jua liko. Kama ni mchana utaelekeza jua, kwa sababu utaelekeza hiyo sikio lako wakati ambapo hakika jua likiwa liko juu. Hakika pengine saa hiyo ni saa 6 hivi, saa 7. Bado utaelekeza mahali ambapo pako mwanga. Na kama itakuwa ni usiku, tunasema ya kuwa utaelekeza ilo sikio lako mahali ambapo kuna mwanga. Kwa nini tufanye hivyo? Ule mdudu, kwa sababu ndani ya masikio ni giza, ule mdudu atapata nafasi ya kuona mwanga, apate kufuata na atoe. Utatilt your ear towards the light. Umeona? Na utamaliza kama madakika chache hivyo, ingawa ile sauti itakuwa inakuja kwa kazi sana. Kwa hivyo ndugu mpendwa, ni vizuri sana ukuwe makini kuona ya kuwa sikio lako umelielekeza pale, ndiposa ndio hakika utakuta kuona ya kuwa kama ni bahati nzuri huo mdudu atafuata njia na apate kutoka. Na tunaona ya kuwa hakika kama unaweza kuweka kidole chako ndani ya sikio afikie ule dudu,
hakika itakuwa ni vizuri kama unaweza kuona ya kuwa kidole chako kinaweza kufikia. Tunaambiwa kitu kenye unafaa ufanye, chukua kijiko kidogo tu ya mafuta ya kupika, ipate kupashwa moto. Uingize ndani ya hiyo sikio, alafu urudishe chini. Hakika huo mdudu ataondoka. Na kama hataondoka, jaribu tena upate kuchemusha maji, kupasa maji moto, umwage ndani. Na hakika tena ukiegeza ilo sikio lako, yani unalitilt down, utakuta ya kuwa huyo mdudu naye anatoka. Na tunaambiwa ya kuwa unapokuwa hakika unaegeza ilo sikio lako, umemwaga hizo vitu viwili ambavyo nimekuelezea, ni vizuri ushike sikio la nje, uwe unalivuruta ukilielekeza mbele na nyuma, mbele na nyuma. Kwa nini tufanye hivyo? Ili ndio ile kanali ama ile shimo ambayo huwa unaona iko kwa sikio, tunaita kanali, yani barabara ya sikio. Unaposhika sikio la nje ukilileta ndani mbele na nyuma, ukilivuruta ama ukitingiza, utakuta bahati mzuri huo mdudu hakika anatoka. Mungu wetu anatuambia ya kuwa tuwe na uhakika ya kuwa Mungu wetu ama Yesu wetu hatufai kumutafuta kule juu ama tuende chini sana ndani ya shimo ndio huyu Yesu tumpate. Lakini tujue ya kuwa Yesu wetu ako pale pale karibu na sisi. Kwa hivyo ndugu mpendwa, tujue hivyo, kwa sababu yeye ako pamoja nasi, karibu nasi, mahali ambapo tunaangalia, mahali ambapo tunaweka mikono yetu. Kwa hivyo yeye ako tayari kutuongoza, na yeye ndiyo njia. Kwa hivyo tukue na ukakamafu ya kuwa Mungu wetu ama Yesu wetu ako karibu na sisi. Hatufai kujitaabisha sana ya kuwa tupande juu mbinguni ndio tukutane na yeye, ama twende chini kabisa ndio tukutane na yeye. Tujue ya kuwa tunapokuwa na shida ile yoyote, yeye ako karibu na sisi, anatungojea tupate kutambua hivyo na tumuendee. Baada ya kuona hali ya mdudu kukua ndani ya sikio letu, wacha tuone sauti ambayo huwa inalia ndani ya sikio ama masikio. Tushaona hali ya mdudu. Ndugu msikizaji ama dada yangu, unaweza kuwa pale na hakika masikio yako yanapiga kelele ama kengele ama inatoa sauti. Kwa lugha ya utaalamu inaitwa tinnitus. Utakuta ya kuwa mara nyingi sana watu wanasikia sauti kutoka kwa masikio yao. Sauti ambayo hakika utasikia inapiga kama kengele, ingine inapiga mbinja, unaona? Na mara nyingi inapoanza hii sauti iwa inakuja na inaenda. Sauti hii iwa inakuja inaenda. Watu wengi sana wamefikiria ya kuwa shida ya masikio inapoingia
ni kwa sababu ya miaka, eti mtu hakika miaka zimeenda. Huu ni ugonjwa ambao unaweza kushika yule mtu yoyote wa umri ule wowote. Wengine wanakuwa na sauti ambao inakuja na inaenda, lakini wengine sauti hiyo tunaona ya kuwa inaendelea kabisa kwa muda. Kwa hivyo, na wengine hakika hiyo sauti inapoendelea, wewe mwenyewe mwenye shida ndiye anaisikia tu, lakini mtu mwingine hawezi kusikia. Lakini kuna cases zingine ambazo sio kawaida. Sauti inawezekana ni wachache sana, tunaweza kusema ni nadra, ambapo sauti inapotokezea katika masikio yake mtu ambao ako tuseme 4 feet apart anaweza akaisikia, lakini ni nadra sana. Na hii sauti iwa inapiga kama kengele. Tunaona ya kuwa hakika ni ukweli kabisa, mtu anapoendelea sasa katika hii sauti ambayo inapiga kengele, umri unapoendelea, hii sauti ya kengele inazidi. Na tunaona ya kuwa sikio la kushoto liwa linakuwa na sauti hii sana kuliko sikio la kulia. Ninaongea na mtu ambaye hakika ako na shida hii, na utakuta sana sana sauti ya kengele inatokana na watu ambao wanaelekea umri. Na tunaona ya kuwa watu kama 75% inatokezea sauti kama hii, wanakuwa viziwi. Imeripotiwa jinsi hiyo. Ni nini hii ambayo iwa inaleta mambo ya sauti kama hii? Tunaona ya kuwa neva katika sikio iwa hakika inakuwa na shida na inaanza kuleta hii sauti. Na kitu kingine ambacho kiwa kinaleta sana, kama mtu amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu, ametumia madawa kwa muda mrefu ambao yamekuwa na preservatives, chemicals kwa muda mrefu, inaweza nayo kuharibu sikio la ndani. Tumeona pia wengine ambao wanatumia vitu ambavyo viko na nikotini, na tumeongea katika studio zetu ya kuwa nikotini inapatikana kwa vitu ambavyo ni kama majani chai, kahawa na sigara, tumbako, kuna nicotine. Kwa hivyo hii pia inaweza kuwa ni mojawapo ya shida. Na tunaona ya kuwa madini kama ambayo hakika pengine yanapatikana katika vyakula, aluminium, mercury, tunaona ya kuwa hakika pia inaweza kuleta shida kama hiyo. Ninapoongea juu ya aluminium, tutaona ya kuwa sufuria zetu sana ziko made of aluminium. Na ndio unaona katika afya ni vizuri kama watu wanaweza kutumia sufuria ambazo ni za steel. Hii aluminium hakika imelete shida kabisa.
Na tunaona pia jambo lingine ambalo linaweza kufanya masikio ikuwe na sauti ya kengele. Tunaona ya kuwa mtu anapokuwa na ugonjwa wa ukosefu wa damu, that is anemia, ama yule ambayo ako na kifafa, that is epilepsy, utakuta ya kuwa wengine wanakuwa na allergy za vyakula. Utakuta mtu kama huyu hakika anakuwa na shida ya sauti kusikika kama kengele ndani ya masikio. Na wakati mwingi imesemekana ya kuwa msongo, stress, pia imefanya watu wapate kusikia sauti za ajabu ajabu kutokea kwa masikio yao. Kwa hivyo sasa unapokuwa hivi, tunapoendelea kumaliza, ufanye nini? Ufanye nini? Sasa dawa ya Mungu ya asili, that is natural remedy, ni vizuri sana kwa sababu ya masikio kukuwa na shida kama hiyo. Ni vizuri upate kugundua ni nini kile ambacho kimelete shida ya sauti ya ajabu ajabu katika sikio lako. Na unapokuta ya kuwa pengine ni high blood pressure, hizo vitu vyote ambavyo nimeorodhesha pale ambavyo vinalete shida, kama unatumia vinywaji vya ajabu ajabu, ni vizuri uviondoe ama ueliminate. Hiyo ndio pointi ya kwanza kabisa. Tunapokuja kwa another natural remedy, tunaona ya kuwa wewe changanya, upate kuchanganya chumvi, tuseme kijiko kidogo, pamoja na mafuta aina ya olive ama glycerin, uweke kwa maji. Ufanye hivyo, utumie kile kitu cha kuwekea kwa masikio, upate kuweka drops kila siku kwa sikio. Na ni vizuri sana tena, jambo lingine, mtu akiwa anakula vyakula vile ambavyo ni vizuri, ambavyo havileti magonjwa. Vyakula hivi tunavipata hakika ambavyo viko na kalishamu, viko na madini ya magnesium. Hivi vyakula ni vizuri. Dada mpendwa, ndugu yangu, mahali ambapo ulipo, tunakuwa pia na vyakula ambavyo hakika vinatoka katika bahari ambavyo vinaitwa kelp. Ni vizuri kabisa, pia ni vizuri na tunakuwa navyo. Jambo lingine, punguza msongo, reduce stress. Hautasikia kelele katika masikio yako. Na ufanye mazoezi kabisa, na hii itakuwa ni nzuri. Utakuta ya kuwa ile kelele inaendelea kufanya nini? Kupungua. Na tunaona ya kuwa uchovu sana wa mwili pia unaleta kelele ndani ya masikio. Kwa hivyo upata kupumzika kuzuri sana. Lala mapema, amuka kama umepumzika vya kutosha. Kwa hivyo ni vizuri, ndugu mpendwa, tunapofuata hali ya Mwenyezi Mungu ile ambayo yeye anataka tutibike. Na ni vizuri kabisa uwe unaona ya kuwa mwili wako umeondolewa kabisa na uchafu ndani ya mwili wako
ambapo watu wengi tunawafanyia enema. Ukue kama uko mwepesi katika utumbo wako. Kwa wale pia ambayo huwa wanaona ya kuwa kuna kelele kabisa ndani ya masikio yao na pengine imefika wakati wa kulala, tunashauriwa ya kuwa ni vizuri unapoenda kulala upate kuweka muziki wa Mungu, that is gospel music. Kama uko na karedio, uweke kwa sauti ya chini, ili badala ya kusikiza ile kelele ambayo inatoka kwa masikio, utakuwa unasikiza muziki wa Injili, na hiyo itakuwa ni vizuri. Ndugu mpendwa, umakanike vizuri sana, ufuate. Kwa hivyo wewe mara nyingi sana unafaa utrain akili yako, usiwe tu mtu wa kutafuta kusikiza ni nini sikio lako linaleta ama linapiga kelele. Kwa hivyo ni vizuri kabisa, na tena kama unataka hakika uone ya kuwa sikio lako linaendelea vizuri, wewe avoid, uache kula vitu kama vya sukari, uache kula vitu vya chumvi na vitu vya mafuta yale ya mgando, na kukula animal diet. Hakika utakuta ya kuwa shida ya sikio lako inapungua. Na ule vitu ambavyo viko na fiber, unapopika chakula, pika chakula ambacho kiko na fiber. Kama hakika ni seeds, usizikoboe. Vitu ambavyo vimekobolewa sio vizuri. Kama ni mahindi, shaga jinsi ilivyo. Kama ni mtama, hivyo hivyo. Kama ni mboga, pika na fiber yake. Usiwe unakula tu matawi. Kula na vile vijiti, yenyewe vitakusaidia mahali pakubwa. Kwa hivyo unapokuwa unaendelea avoid, I'm very much happy ya kuwa madawa kama aspirin siku hizi hatuna, lakini unapoangalia madawa mengine yamekombainiwa na aspirin, ile dawa ambayo iko na aspirin uiepuke kabisa, ama aspirin yenyewe, kwa vile inaendeleza kelele ndani ya sikio lako. Mungu wetu anatupa moyo kivipi? Mungu wetu anatupa nguvu kivipi? Hakika tunaposoma katika kitabu cha Waebrania 2:7 na pia Mambo ya Nyakati 2, hiyo ni 7:4, inasema ya kuwa, tukisoma hiyo Hebrews, yaani Yesu Kristo desires to give you the riches. Yesu Kristo angependelea sana yaani upate utajiri, na utajiri ambao Yesu Kristo anahitaji tupate ni utajiri wa uzima wa milele, eternal life, ambao uwezi ukalinganisha na utajiri ule wowote. Kwa hivyo ndugu mpendwa, usikawie, wakati wowote wewe njoo kwake huyo Yesu Kristo, yaani saa hivi, kama sio kesho ni saa hii kabisa. Piga magoti chini wewe mwenyewe na uombe. Hakika yeye ako pale na anakuenzi na anakupenda, anatupenda sisi wote.
anatupenda tupate utajiri ule ambao huishi. Ndugu mpendwa, watu wengi sana tunasumbuka hii dunia, tukifanya kazi hapa na pale bila kupumzika, tukitafuta utajiri ama mali. Lakini hiyo yote Mfalme Solomon aliona ya kuwa ni kama kufukuza upepo. Lakini ule utajiri ambao Yesu Kristo anahitaji kwetu tupate ni ule utajiri wa kupata ufalme wa milele. Kwa hivyo ndugu mpendwa, mimi na wewe tupige race, tufikie ile zawadi ambayo Yesu Kristo alituachia, tupate huo ufalme wa milele, na Mungu wetu apate kuwabariki. Amina.